Mambo vipi mtu wangu wa Muvika Daily TV? Kama kawaida leo tunazama ndani kabisa ya movie yetu inayojulikana kama Genie Make a Wish. Tukiwa tunaendelea na episode ya pili, nikusihi kama ulikuwa bado hujasubscribe channel yetu, basi hakikisha unafanya hivyo ili kujiunga na jumba hili la burudani na kuendelea kupata update ya kazi zetu mara tu tunapoziachia. Okay, let's go my people. Pale tulipoishia episode moja, Ibilisi na Kikayang wakiwa kwenye mazungumzo juu kabisa ya mnara wa hoteli. Anga limebadilika na hofu imetanda. Wakati Ibilisi akiwa na hasira ya kipekee, anapanga kumuua Kayang bila huruma. Lakini hapo ndipo tunapoona utofauti mkubwa wa Kayang. Tofauti na binadamu wengine kabisa ambao wangeanguka chini, kuomba msamaha au kukimbia kwa hofu ya kifo, lakini Kayang anajibu kwa kiburi cha hali ya juu na dharau ya kipekee. Anamtazama Ibilisi moja kwa moja machoni, anamcheka usoni kwa dhiaka na kumwambia, niue basi, unasubiri nini? Akiwa haonyeshi hata chembe ya hofu kabisa Jambo linalomfanya hata huyo Ibilisi, kiumbe mwenye nguvu za giza, anaanza kupata mshangao, akishangaa moyo wa Kayang. Ibilisi anajiuliza, huyu ni binadamu wa namna gani asiogopa kifo Lakini Ibilisi anakasirika na kumkaba Kayang moja kwa moja. Anamwangusha Kayang chini kutoka juu kabisa ya ghorofa, akimtaka Kayang ameke wish ya kuokoa maisha yake, lakini Kayang akifurahi na kucheka tu. Ndipo Ibilisi alipogundua kuwa Kayang ajali kabisa maisha yake, hivyo anahitaji plani nyingine ya kumlaghai. So mchizi anaamua kumwokoa Kayang ili asianguke chini, kisha anaondoka zake na kumwacha huko akiwa na hasira kinoma. Baada ya ule mzozo wa kisaikolojia, Kayang anachukua uamuzi wa kijanja na wa kishujaa. Anaiacha ile taa hotelini kwa makusudi, akiamini kuwa kwa kuiacha taa atakuwa amekata uzi unaomfanya Ibilisi mfuate. Anapata tiketi na kupanda ndege kuelekea mji mwingine kwa bibi yake, akiamini kuwa safari hii ameachana na yule kiumbe na anarudi kwenye utulivu wa maisha ya kawaida. Lakini wakati mrembo wetu Kayang yupo kwenye ndege, anapata mshtuko wa maisha yake akiwa yupo juu kabisa angani Ghafla katikati ya safari, Ibilisi anamtokea Kayang ndani ya ndege, anamtazama kwa tabasamu la kishetani, kisha anapotea kama upepo. Hapo ndipo Kayang alipogundua kwamba hata aende wapi hawezi mkimbia Ibilisi. Soon Kayang anafika kwa bibi yake, na mara tu baada ya kufika mahali ambapo alitegemea usalama, anagundua Ibilisi hamwachi hata kidogo, yupo pembeni yake. Safari hii Ibilisi katupia suti kali na kapendeza kinoma. Bibi wa Kayang na rafiki zake wanadhani kuwa jamaa Ibilisi ni mpenzi wa Kikayang Sini na hama inaonyesha Ibilisi akifurahi mtaani, wakati huo akipanga namna ya kumshawishi Kikayang kufanya ombi lake. Ibilisi anamtokea Kayang mbele akiwa Kayang anaendesha gari, lakini Kayang hachezi. Akiwa kwenye gari, anachukua hatua ya kikatili. Anamwona Ibilisi mbele yake akisimama, lakini Kayang anapiga rivasi na kuondoa gari kwa kasi akimpata Ibilisi, akijaribu kuona kama mwili wa huyo kiumbe unaweza kuvunjika. Lakini Ibilisi naye hachoki, na hapo ndipo anapoamua kutumia mbinu ya kikatili na ya kutesa zaidi ili kuvunja roho ya Kayang. Anamvizia Kayang akiwa ndani ya chumba akifanya zoezi na kumfungia ndani ya chumba cha mazoezi gym, na ghafla anawasha moto mkali sana unaozunguka kile chumba. Moshi ni mwingi, joto linapanda na oksijeni inapotea. Kisha anamwambia Kayang amekewisha at least aokoe maisha yake. Ibilisi anafanya hivi kwa makusudi ili kumlazimisha Kayang atoe ombi la kuokoa maisha yake. Ibilisi anataka kuona Kayang anamnyenyekea, akilia na kutoa ombi kwa ajili ya nafsi yake kutokana na presha ya kifo. Lakini Kayang ni hardcore yani chuma cha pua. Kayang anamuonya Ibilisi kuwa atajutia alilofanya. Badala ya kupiga magoti na kuomba msaada ili aokoe maisha yake, anatumia akili yake ya binadamu na nguvu zake. Anafanikiwa kupenya kwenye ule moto, akivumilia maumivu na kutoka nje kupitia mlango wa dharura. Uso kwa uso na Ibilisi, Kikayang anachukua chuma kizito na kuanza kumpiga Ibilisi nacho. Ibilisi alichezea kichapo ile mbaya Kwa hasira ya ajabu, Kayang anampiga sana Ibilisi mbele ya umati wote.
Mwisho kabisa, tunamwona Ibilisi akizungumza na Kayang, pamoja na Kayang sasa anamwambia Ibilisi amthibitishie kuwa all humans are corrupt na kulitambulisha kama hilo ndilo ombi lake la kwanza. Kayang bana anatoa wishi ambayo haina uhusiano wala na pesa wala utajiri. Anamwambia Ibilisi, nithibitishie, prove kuwa binadamu wote ni wabaya, wana tamaa na wameharibika, corrupt. Hili ni ombi la hatari sana kwa sababu linampa Ibilisi ruhusa ya kuanza kuingilia maisha ya watu wengine ili kuonyesha upande wao mbaya ise. Hapa ndipo drama ya kweli inapoanza. Swali kuu linalobaki ni hili: je, Ibilisi atafanikiwa kutafuta udhaifu wa kila binadamu na kuthibitisha kuwa hakuna mtu mwema duniani? Na je, Kayang atajuta kutoa ombi hili pale watu wanaowapenda watakapoanza kugeuka na kuwa monsters? Kayang amewasha moto, huenda ashindwe kuuzima. Amecheza na akili ya shetani na sasa matokeo yake yanaweza kuwa mabaya zaidi kuliko ule moto wa Jim. Kiburi chake na ujasiri wake mbele ya Ibilisi ndivyo vinavyofanya Genie Make-A-Wish iwe movie bora zaidi basasa. Usikose kufuatilia episodi ya 3 kuona mchezo huu wa paka na panya unavyohamia kwenye jamii. Je, binadamu ni wabaya kweli kama Ibilisi anavyodai? Let's meet kwenye episodi ya 3 ya mzigo huu hapa. I say kufikia hapa, sina la ziada. Bye bye. Movika Daily TV. Watch and enjoy.